Haya basi magwiji, moja kwa moja labda tufululize. Na labda nitaanza na mwalimu Juma, sio? Kuhusiana na tukio lile la moto katika shule ya utumishi, labda kwa sekunde 30. Wewe pale kama mwalimu, najua umefuatilia matukio yale kuhusiana na lawama ambazo zinatolewa. Kuna walimu ambao walikuwa wamearifiwa eti walimu wawili pale hawakufanya lolote. Mwisho siku janga ndo hilo tukio, wanafunzi 16 wameaga dunia, wengine wamejeruhiwa. Kuna hali ya msongo wa mawazo, kuna hali ya huzuni pale, wazazi wanalia na kadhalika. Pale unapoketi, unadhani kwamba janga hili ama tukio hili lingeweza kuepukika kama mwalimu, na unaweza ukasema vipi labda kwa sekunde 30? Asante ndugu Sakali. Kwanza nitume risala zangu za rambirambi kwa wazazi waliofiwa na watoto wao na wale ambao walipatwa na majeraha aina. Pia nitume pole zangu kwa shule ya wasichana ya utumishi. Kweli na familia na watu kutoka eneo hilo, kisa hicho kweli ni cha kutua moyo. Na ni janga ambalo kwa kweli limenifikirisha sana kama mwalimu. Kwa siku mbili hivi nimekuwa nikifuatilia taarifa zile za habari na nikawa najiuliza maswali, iwapo ingetutua sisi tulifanyeje? Kwa kweli baadhi ya mambo katika shule nyingi tu, sitaki kusisitizia au kushadidia shule hii ya utumishi. Baadhi ya mambo ambayo yanatokea, iwapo tutakuwa kwenye masikizi, tutakuwa kwenye nafasi zetu, walimu, wanafunzi, usimamizi wa shule na kila mtu katika jamii, nadhani mambo kama haya tunaweza kuyaepuka. Wakati ambapo tumeweka wanafunzi wetu kuwa huru ili waweze kutusemeza sisi kama ambao tunawaongoza, na wahusika, washikadau wote, wazazi wao, mambo haya nadhani yanaweza kuepukwa. Lakini kama ilivyo wanasema Waswahili, ajali haina kinga, yalitokea. Basi muhimu zaidi kwangu kama mwalimu ni tuulizane kutoka baada ya utumishi tunafanya nini kusonga mbele, ili visa kama hivi ambavyo kwa kweli vinatua moyo visije vikatokea. Msikilizaji, kwa wewe ambaye labda umeungana nasi, hapa ni Radio Maisha na magwiji hapa studioni, mwalimu Juma, mwalimu Justus Mstaifu Mabruki, nami Dalmas Sakali, na tunazungumzia mada kuu ya siku, changamoto za CBC na mikasa shuleni. Nikianza nawe mwalimu Juma, mfumo wa CBC ni mfumo ambao umekuwa nasi na umekuja kwa mtindo ambao labda ni tofauti kilinganisha na 844. 844 ilikuwa zaidi kwamba ni kuhusu mfumo wa elimu, ni kuhusu labda walimu zaidi, lakini huu ni kuhusu mwanafunzi zaidi. Kwa hivyo tuna mwanafunzi ambaye ameweza kupatiwa nguvu zaidi na ana sauti zaidi, ana usemi zaidi, anaweza kaamua mustakabali wake. Unadhani kwamba tunapozungumzia utekelezaji wa CBC katika shule zetu, ni mabadiliko gani ambayo yamekuja na yanaathiri maisha na vile vile tabia za wanafunzi, mabadiliko ambayo yamekuja na mfumo wa CBC? Asante ndugu Sankali kwa swali hilo nzuri. Ni kweli mabadiliko yapo, na naweza kusema kwa kiasi kikubwa sisi ambao tuko katika shule hizi za sekondari ya juu, hasa walimu, ni kama hatukuwa tumejitayarisha vizuri zaidi kwa wanafunzi hawa ambao hulka yao ni tofauti sana na wale wa mfumo ule wa 844. Hawa wana uwezo mkubwa sana wa kujieleza, wana uwezo mkubwa sana wa kuuliza mambo ambayo yanaendelea. Mfano utamuuliza mwanafunzi, unajua zamani masuala ya kinidhamu kwa mfano, shule nyingi umesikia tu wakisema ama kama mtindo wao, wanafunzi wanakimbia kuelekea sehemu fulani. Sasa unajikuta katika muktadha ambapo unaambia mwanafunzi, hebu kimbia kutoka katika eneo fulani kwenda eneo jingine. Wanafunzi hao wa CBE watakuuliza, mwalimu, mbona nikimbie ilhali naweza kutembea na nihifadhi muda na nifike pale ambapo unahitaji kwa muda? Kwa hivyo mambo kama haya hatukuyatarajia. Na hawa wanafunzi ni wale ambao wanajituma kweli, ni wale ambao wamejitayarisha kufanya mambo kivyao, na tukiangalia mtaala wao uko hivi kwamba kazi nyingi zinafanywa nao. Zamani tulizoea kufanya kazi sana na mwalimu ndiye alikuwa akijua mambo yote
kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini leo hii kazi nyingi zinaachiwa wale wanafunzi kufanya. Kwa hivyo unapata wanawajibika wao wenyewe katika utekelezaji wa kazi ambazo zinatolewa pale kwenye mtaala wao. Vile vile hawa wanafunzi wana uwezo mkubwa wa kujieleza, si kama wale wa zamani. Wale wa zamani walikuwa kwa kiasi fulani na uoga fulani, na nadhani labda ni malezi na hata kutokea katika shule za msingi, lakini hawa wana uwezo mkubwa wa kujieleza. Kwa hivyo kitabia nadhani wamepevuka kidogo zaidi kuliko wale wa mfumo wa 8-4-4.